One, two. Hello. Naam, ahlan sahlan marhaban bikum wapenzi watazamaji. Basi ni kweli kwamba nao wahenga wakasema aliporoga na kwamba kuwa siku njema huonekana asubuhi. Ikiwa ni Alhamisi mnamo tarehe mwaka wa 2025, nakaribisha rasmi kwenye kituo cha JCM TV. Mimi nikiripotia JCM TV, langu jina Gib K. Na mpenzi mtazamaji, ni kweli kwamba hakuna mtu yeyote ambaye hupenda kugonjeka, bali magonjwa huwa ni part ya life. Lakini wakati ambapo tunashikwa na magonjwa, tufanye nini? Hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, utaweza kupata kwamba nchi nyingi za Afrika Mashariki wao wameweza kuweka miswada ya afya ambayo inaonekana kana kwamba haiwasaidii wananchi wa nchi zile. Lakini wana JCM kutoka Sympathy for Hand Foundation, wao husimama na Wakenya wote bila kuangalia wao wametoka wapi na kuweza kuwasaidia na matibabu yote. JCM TV pia nao huweza kushikilia mswada huu, na pia Reverend Joy Benson huwa ameshikilia mswada huu katika nambari 1. Habari za kuaminika utaweza kuzipata katika JCM TV. Na kufikia hapa mpenzi mtazamaji, nimemla ng'ombe mzima pamoja na mkia wake, mifupa na mipaki, nikiwarudishia enyi wana JCM na nyote ambao mliweza kufika katika eneo hili. Na mpenzi mtazamaji, tuweze kuchukua break fupi, tutaweza kurejelea. Alright, asante sana ndugu bishi brother wapenzi watazamaji, ikiwa ni pozi tena kibisha, ni kwenye ruti za introduction, na hapa ni katika kanisa la Jesus Christ Compassionate Ministry JCM headquarters, ambapo tunaweza kupata kwamba wana Sympathy Hand Foundation wameweza kukuletea matibabu ambayo haina pesa, matibabu haitishi pesa hata kidogo, matibabu ambayo ni ya bure kabisa. Bure kabisa, na nikisema bure ninamaanisha bure kabisa. Na mpenzi mtazamaji, watu kama vile Rose Beauty waliweza kukuandalia katika hili sinema. Utaweza kupatana na wana Equity Afya Ruiru Shamata Community Medical Center, pia wana Nchi Jamii Hospital. Utaweza kupatana na wao halikadhalika bishi wana JCM TV katika horror cinema. Na zikiwa basi ni mwisho wa introduction, zikiweza kuonyesha mwanzo wa hili cinema. Na basi mpenzi mtazamaji, zikiwa ni siku nenda siku rudi, ninaweza kuwachukua na kuwapeleka moja kwa moja katika maeneo fulani. Hapa ni nchi ya Kenya. Kenya iko pale East Africa. Wale ambao hawafahamu East Africa pale mbipo, iko pale Africa, yani East Africa. Na mpenzi mtazamaji, na wachukua kuwapeleka pale nchini ya Kenya. Tunaweza kuingia katika eneo la Shakahora, hapa ni upande wa ukiripenda Kilifi County. Na mpenzi mtazamaji, basi kama jinsi niliweza kuwafahamisha kwamba hapa kuna kanisa ambayo haimjui Mwenyezi Mungu, kanisa ambayo hunyanyasa, kanisa ambayo haikuangi na huruma hata kidogo, kanisa ambayo aim yake huwa ni kuangamiza, kanisa ambalo mambo ambayo inatenda hakuna mwanadamu yeyote ambaye angetamani kuyaona, kwa sababu kuna vifo ambavyo hupatikana maeneo haya ya Shakahora. Sikiza, kwa sababu hapa kuna mambo mabaya. Mfano, hapa kuna manze kwa jina la Kagore. Kagore nilikufahamisha kwamba huyu sasa ukimtazama vizuri utaona kwamba huyu aliweza kuumbwa wakati ambapo kulikuwa na material, lakini jinsi unavyomtazama ameweza kukonda design kama hii. Sikiza mimi alisema, sasa mimi naitoka Korea, tuliambiwa na pasta tazakura na tazakunywa tujifunge tutaonesi na macho. Just imagine mchungaji akiambia washirika kwamba wasiweze kukura na wasiweze kukunywa ati kwamba wataweza kumuona Yesu na macho. This a very big mistake. Na ndugu bishi brother mpenzi mtazamaji, sio hayo tu, hapa kuna guka. Just imagine, cheki, huyu ni guka wa joka sasa. Guka wa joka. Sikiza venye alisema, sasa mimi ninaitwa Guka wa Njoka. Mchungaji alisema tusikule na tusikunywe tujifunge tutaenda biguni mshima. Alafu akasema tuweze kuuza mali yote tutaweza kuenda biguni tukifurahia. Just imagine mchungaji pia akiweza kudanganya Guka.
ati Guka aweze kuuza mali yake yote. Just imagine investment ya huyu Guka, investment yote inaweza kupotelea na kuweza kupelekwa pale Shakahola. Na ye Guka stories zake ufukara na maskini zinamuanza design kama hiyo, anaweza kuwa na maisha ambayo Guka Guka ungefanya nini, ungetenda nini? Hakuna la kufanya Guka. Guka utakurwa na maskini kwa sababu umeitikia kudanganywa. Guka kwa nini haya Guka? Nguo zake zitaweza kuraruka. Viatu utaona amevalia viatu aina ya Smallish fish. Yani viatu ambavyo viliweza kuvaliwa na wanajeshi wa mapema zikawachosha. Guka wewe enda salama. Siwezi kukusaidia lolote. Guka nenda kabisa. Mwenyezi Mungu aweze kukusaidia. Mwanzo mimi siwezi kukusaidia. Na mpenzi mtazamaji, ndipo sasa hata wana polisi kutoka eneo hili la Shakahola Police Station wanafahamu kinachoubaga, wanafahamu kinachofanyika, kwa sababu jamaa wetu wa Starring alipofika pale Shakahola Police Station aliweza kuuliza maafisa wa polisi, afisa, kwa nini muweze kuitikia wanadamu waweze kuuawa? Lakini ofisa alimwambia nini? Sasa wewe kijana inataka kutufuza kazi. Si unajua kwamba zinafanya kazi kulingana penye tumepatiwa kitu kidogo ama utatoa kitu kidogo. Just imagine hata wana polisi katika Shakahola Police Station wakisema kwamba mtu aweze kutoa kitu kidogo ili aweze kusaidika. Hapa ndipo sasa jamaa kwa jina la Bishop Benson kama huwa Gathongo aliweza kutoka na wazimu, akajua kwamba Wakenya hawataendelea kunyanyaswa, akajua kwamba Wakenya they deserve better, akasema kwamba kwa hakika Wakenya wataweza kusaidika, akajua kwamba Jesus Christ Compassionate Ministries ndio utaweza kuwafungua watu wengi wa maisha, hasa kuweza kusupport hata talanta za vijana. Na mpenzi mtazamaji, nikawafahamisha kwamba we love our bishop very much. Askofu wa watu wote, askofu nambari 1, Bishop Ben popote ulipo, tunakupenda tena sana sana zaidi. We love you our bishop, keep going. Nazo milango ambazo utaweza kubisha zikaweza kufunguka na zikaweza kukupa ufanisi, kwa sababu you deserve better our bishop. Ucio ni mutu wa ngima ukoragwo weruhite ugakira kiremba gikinjikirite ukorwo pure white. Ona ungi na mutu wa ngano toguo ni tugagira kara ka ngima kanini riu nako gakihana tai gakiumia tondu naguo undu ngie na difference. Na oho ni mari mutu witagwo mwivoko ni wa kurio ni andu ta mafundi ta ithui arathe marutaga wira muritu nika kamutu kamata kidogo gathiete ukwiria gagithii no tiga githii na riu magorera premium iyo ni chapo tera turugirwo guko chapo iria cionuraga cio nyene citagwo izagitwo cietaga chapo cia mikunjo. Koguo ndeciria botopa ikorwo wicaba no gucokerie muno. Koguo Joy Miras ne mato supportete muno na oho ni marutire irio ciothe cia mahiu, kuma ng'ombe, kuma mburi, kuma nguku, irio ciothe nginya ngurwe nginya rabbit. Wenda irio cia mahiu Joy Miras onao no marendia. Thank you so much. Inyuothe muthapenda gukiriria gutire mundu utekwonwo. Over to you Bwana Sami Boto. Asante sana, thank you very much Ibu. Kwa sasa nimesimama katika hospitali kuu ya Equity Afya na pia niko na madaktari kadhaa wako ambao wako hapa. Ningetaka waweze kutuelezea hali ilivyo kuanzia jana tulipoanza hadi kufikia sasa. Maybe nikianzia na daktari wacha nianzie Boniface. Nikianzia na daktari Boniface, pengine utanieleza yale mambo ambayo umeona ama yale janga ambayo inasumbua watu wetu, ile ambayo umenotice. Asante sana. Kwa jina ni Boniface Kagomba kutoka Equity Afya. Sisi tumekuja hapa kushirikiana na JCM na Sympathy Hand Foundation kutibu the community yenye imetuzingira, na tunashukuru sana kwa wale wameshirikiana. So haswa sisi tulikuja hapa jana na tumekuwa tukiona watu wote, watoto, watu wazima, so all age groups tumekuwa tukiwaona, na sana ni general conditions zenye tumekuwa nazo, pain. Kuna wale wanakuja pia wako na chronic condition kama diabetes, hypertension, hiyo ni ugonjwa wa sukari, pressure. So na pia kuna wale pia wako na vitu kama arthritis. So hizo ndio zile common condition. Na ile shida kubwa tumeona sana ni kuna wale watu walishakuwa wamepewa dawa, wanaambiwa wafuatilie dawa lakini hawafuatilii. So kuna wale pia maybe kama ni mtu ako diabetes, kama hypertension, ameandikiwa dawa lakini anazikataa.
Yeah, so ile so tumekuwa tukiwafunza about complication na hizi conditions. Usipokunywa dawa ni nini inaweza happen. So na tunawahimiza wakuwe na ile kitu tunaitanga adherence to the medication. Yeah, so that is the most thing tumeona. Kwa hiyo ambayo pengine mmeona ni vizuri kuzuia kuliko tiba. Pengine unaweza tueleza yale mambo ambayo tunaweza fanya ndiposa tuweze kujizuia kwa hayo magonjwa. So hizi conditions tumesema tunaziita lifestyle conditions ama non-communicable diseases. So huwa tunasema ni vizuri kuzuia kuliko kuponya, ni ukweli. Lakini cha muhimu ni kuangalia diet yako. Pia una-ensure that unakula chakula kizuri yenye kiko balanced, na kuna kitu yenye hukuli zaidi ya ile ingine. Kuna wao madaktari wanakufunza walishe bora, wanakufunza kula vizuri, ni nini hiyo kula vizuri, na tuko na hapa pale Equity Afya. Kitu kingine ya muhimu sana ni kama wewe kwenu kuna hiyo historia ya hypertension, kama kuna historia ya diabetes ama heart condition, ni vizuri unakaa ukiangaliwa. Tulisema ni kama at least 6 months ama 1 year unafanya check up. So na sisi kama Equity Afya tunakuanga na ile check-ups tunazitanga Afya Man, na pia zizo za wanaume, na kuna pile ama Wellman ama na pia tuko na za wanawake tunazitanga Well Woman check-up. Tunahimiza at least once in a year. Kama sasa hivi tunaenda Christmas, na watu wengi watapanga safari kwenda maybe kwao nyumbani ufanye shopping, ama pia anunulia watu zawadi. Mimi husema zawadi ile muhimu sana ya kujinunulia, ya kujifanyia wewe mwenyewe, ni ku make sure at least umeenda kwa hospitali, umefanya check up, na umejua at the end of the year ukimalizia mwaka conditions zenye uko nazo ni gani, ama pressure. Unasema know your numbers, namba zako za health. Kama ni pressure yako huwa inasoma nini, kama ni sukari huwa inasoma nini, kama ni kupima figo, hiyo ni pesa kidogo sana. Ni ukiangalia sana kwa zile vipimo usifanya, ni ngumu sana upate mtu akifanya harambee kutibiwa, kufanya check-ups, si ndio? Lakini kama condition ushapata hizo complication, kama ni kidney issues, ushapata complication ya umefanywa amputation, unapata watu wanafanywa hizo harambee maybe kwenda place fulani kufanya treatment, but for check-ups it's very affordable. Kwa hivyo ni vema kukimbia kabla ujipate kwa hilo janga. Yes. Ni vema pengine utuambie wale partners ambao mko nao ikikuja upande wa insurance, kama ni maripo payment mode, upande wenyu wa Equity Afya mnapokea maripo kwa njia gani? Ukiingia Equity Afya, so kuna njia kadhaa wa kulipa. So tuna accept cash number 1, na pia kuna insurances. Insurance zenye tunachukua kuna mostly all the private insurance. Kungesema Minet, ya Jubilee, Britam, most of them, First Assurance, most of them tunachukua. Signa, hizo those international insurance like Bupa tunachukua zote. So ni vizuri at least ukiingia tu pale, na the most important thing, whether wewe ni mtu wa insurance ama ni mtu wa cash, consultation is the same. So consultation ya Equity Afya across all Kenya ni 500. Whether umeingia Equity Afya kwa hapa Ruiru ama umeingia Equity Afya kwa Mombasa Road, the same price, and the uniformity of your system. So na make sure at least ukiwa umeona daktari hapa Ruiru, tena kesho yake ulikuwa umetravel umeenda Nanyuki, uingie Equity Afya Nanyuki, utapata ile matibabu yenye ulikuwa unaendeleza na daktari hapo, ule daktari wa huko pia anaweza kujua ulifanywa nini na anaendeleza treatment vizuri. Yeah. Aya, Daktari Sara, ni vema uweze kuongea nasi, na pia ukiongea nasi utakuwa ukitupa namba na pale ambapo tunaweza wapata, especially kule ambako unafanya kazi wewe. Kwa majina naitwa Sara. Mimi utanipata Equity Afya Kenyatta Road ama Equity Afya Juja. Na ukikuja utapata matibabu na comprehensive care utapata hapo. Ni vema niweze kuuliza maybe mko na services za 24 hours, mko na services za ambulance services, hizo mko nazo kwa Equity Afya? Yes, tuko na services za 24 hours at our branch in Ruiru, iko opposite Cooperative Bank. Services za ambulance tuna cooperate na ambulances za hata ya hapa JCM na ambulance za huko nje, wakati unahitaji ambulance tunaita na inakuja haraka.
Ni vema pengine uweze kupeana namba ya simu ambayo watu wanaweza wafikia nayo, kwa sababu saa zingine unajipata umelemewa huko nyumbani, ungehitaji msaada kutoka kwa Equity Afya. Sasa so wacha nimsaidie. So ukihitaji maybe kutopigia, so hile yenye tunaweza pata haraka ni Equity Afya. Kwa website unaweza enda www.equityafya.co.ke